siwezi sema maids hawawezi kazi. Lakini kitu yenye ilifanya nikakuja na hii idea ya kufungua Lea Wao Kids Daycare ilikuwa mimi kama mzazi. Hapo awali nimesema mimi ni mzazi, niko na watoto wawili. Pia mimi nilipata changamoto za wasichana wa kazi. Juu ule msichana atazamka asubuhi hivi ako na maamuzi, hataki kuongea ama maybe alikosewa na mtu, hasira amepeleka kwa watoto. Kupitia zile changamoto ndio nikakuja nikawaza kama mwalimu, nikasema let me try this. Ndio nikakuja na hii idea ya kufungua Lea Wao Kids Daycare. Kwa nini nilikuja na hii idea? Si eti wafanyikazi ni wabaya, ni wazuri, juu pia mimi nimekuwa na wao, wamenibat, wako na advantages na disadvantages. Yeah. Sasa kwa hivyo kitu itafanya na waomba mlete watoto Lea Wao Kids Daycare. Reason being, kitu ya kwanza, pale kwa daycare, Lea Wao Daycare, we have professional caregivers. Ule caregiver ni mtu mwenye ako na skill na knowledge on how to care for the babies, the little ones. Na huyo ni mtu mwenye amesoma, atamfunza vitu mingi pale. Nimekuambia kuna zile basic learnings, zile ule mtoto haezifunzwa pale juu. Ule msana wa nyumba pale atakuwa na huu muda wa kufunza ule mtoto, na pia ana hizo skills and knowledge za kufunza ule mtoto juu anaharakisha aoshe nyumba, aoshe vyombo, afue nguo. Hiyo ni kitu ya kwanza. I have professional caregivers. Ya pili, safety and security of the kid. At Lea Wao Kids Daycare, we guarantee you the safety of your kids. Reason being, tumeeka zile cameras, CCTV cameras. Tuna monitor mtoto venye anafanya. Kitu kingine, mtoto akiwa pale nyumbani na ule maid, akona, tuseme, maid akona macho mawili, lakini tuseme lile litakuwa jicho moja. Lakini pale kwa daycare juu, I have many staffs, kila macho atakuwa anaangalia ule mtoto, kwa hivyo hakuna kitu mbaya itafanyiki ule mtoto. Hiyo ni safety. Ya pili, mzazi akileta mtoto kwa daycare yetu lazima assign in akishamdrop, lazima assign out akishampick. Reason being, siku hizi kuna wizi ya watoto, na ama mtu anaweza leta mtoto kitu akishamchukua kitu ifanyikie mtoto huko aseme ilifanyikia daycare. Sasa hapo tutakuja tuangalie kwa ile kitabu, mtoto aliingia saa ngapi? Uliheka sahihi? Yeah. Ulimchukua saa ngapi mtoto? Uliweka sahihi? Yeah. Alafu pia kitu kingine, kuna kitu inaitwa child authorization. Hiyo ukishaleta mtoto pale Lea Wao Kids, kuna wakati maybe utakabwa kazini. Uwezi pata nafasi ya kukujia ule mtoto. Maybe utataka kutuma mtu mwingine. Sasa before you admit your learner at Lea Wao Kids, lazima utatuandikia majina ya watu wote wenye wanaruhusiwa kuchukua ule mtoto. Hii ina guarantee the safety and security of the learner. Because mtu akikuja kama si mama, tuseme Matilda, wewe ndio ulileta mtoto Lea Wao Kids ukamuadmit as the mother. Lazima pale uniandikie baba. Ndio manake pale tunaitisha ID copies of both parents, birth certificate of the learner and passport of the learner. Tunaziweka kwenye file ya mtoto. Ukishakuja kama mama, unanipa majina yako kamili, namba yako ya simu na ID number. Pia utaniandikia kama uko na baba mtoto, ama kama kuna mtu mwingine, it can be a guardian, a nanny, a uncle or a sister. Juu atupeani mtoto kwa mtu yeyote. Mtu akikuja kama hayuko kwa ile list yenye uliandika, lazima I call you back. Nikuulize, mama fulani, leo nimeona umetuma mtu tofauti, kweli wewe ndio umemtuma? Hii ina guarantee safety and security of the learner. Kwa hivyo nataka kusema